Yusuf sehemu ya pili. Sehemu hii ndiyo sehemu ya ukatili. Tutamuona Yusuf akifanywa kitendo cha kinyama na kaka zake. Siku moja kaka zake walimwambia babake, "Baba, kwa nini tusimchukue Yusuf aende kutembea na sisi?" Babake alihofia sana, lakini kaka zake waliona haitoshi, wacha tukamtie maneno na Yusuf ili akamlazimishe baba tupate kwenda. Yusuf akamwambia babake, "Baba, niache niende na ndugu zangu leo." Yakub alilifikiria sana hilo jambo. Hofu ilimjaa sana kwenye moyo wake. Hakujua afanye nini, hakujua muamini nani. Lakini mara mwisho alimkubalia Yusuf kwenda na kaka zake. Kwa nini alimkubalia Yusuf kwenda na kaka zake? Kwa sababu alisema hakuna neno. Maadamu Lavi mtoto wangu ambaye anampenda pia Yusuf atakuwa na yeye, basi hakuna neno. Nikukumbushe kwamba Lavi ni ndugu yake na Yusuf ambaye ni ndugu pekee mwenye imani. Wengine wakamwambia, "Hata sisi tuna imani baba, na tutamlinda kaka yetu, tutarudi na yeye salama salmini." Huzuni, changamoto, shida, mateso, mitihani ndio mwanzo wake leo utakapoanza. Kisa chetu cha Yusuf kitaanzia hapa. Katika safari hiyo Yusuf alikuwa na furaha sana, huku ndugu zake wakiangalia huku na huku, kuangalia kwamba huu ndo wakati mwafaka wa kumfanyia kitendo hiki Yusuf. Basi walimwangusha. Yusuf akaona pengine ni mchezo tu, tunacheza na ndugu zangu. Kumbe wao nia yao haikuwa hivyo. Walimfanyia kitendo cha kinyama sana Yusuf. Walimbadilikia Yusuf. Lavi alitamani sana kumsaidia Yusuf lakini hakuweza. Walimchukua Yusuf na kumburuta kama dizaini ya ng'ombe anayeburutwa. Yusuf alipigwa sana. Walimpiga sana Yusuf. Walihakikisha wamemtoa mpaka madamu Yusuf. Huruma haikuwa katika nyoyo zao, huku wakimtia kwa mabao. Yusuf alimwambia ndugu yake, "Mimi sina neno na wewe." Lakini yeye alitaka kumuua kwa kumdunga kisu. Hapo ndipo Lavi alisongea na kumwambia, "Hapana, usifanye hivyo. Usimuue. Tutafute njia nyingine ya kumfanyia, lakini sio kumuua." Lavi alijiuliza maswali mingi sana, na pia akamwambia Yusuf, "Mdogo wangu, nisamehe sana. Sio kwamba mimi pia nataka, ila hawa ni wingi, hatutoweza kupambana nao mimi na wewe." Ndo hapo ikatokea kisima. Kisima hiko ndio kilipangiwa Yusuf kuingizwa ndani na kaka zake. Walimuingiza Yusuf kwa kutumia kamba, lakini kuna wakati ilifika kamba ikakatika. Yusuf akaanguka kutoka juu mpaka chini. Nakumbuka maji hayo hayakuwa maji ya kawaida. Yusuf alipozama kwenye kisima kile, ndugu zake juu walisikia mlio mkubwa sana. Hapo hapo Mwenyezi Mungu akatenda maajabu yake. Kukatoka jiwe likamfanya Yusuf aje juu kwenye maji hayo. Baada ya dakika chache tu
Yusuf alipata fahamu. Alipopata fahamu, akaanza kuwaita kaka zake juu. Na alikuwa na hofu pia, kwa sababu kila anapoangalia anaona giza tu. Aliwaambia, nitoeni hapa mahali, mimi siwezi kuketi hapa mahali na ogopa, ni giza, hakuna mwangaza. Lavi akawaambia, tumtoeni. Ndugu zake wakasema, wewe una wazimu, hakuna kumtoa Yusuf. Hapo ndo ashaingia, ndo basi, wewe si umekataa tumuue. Kwa hiyo ndo adabu yake, kumtenganisha na baba. Yusuf alikubali matokeo, na Lavi naye ilibidi akubali matokeo yale, kwa sababu yeye ni mmoja na ndugu zake ni wingi. Lavi alimwangalia sana Yusuf kwa huruma sana, alitamani japo amtoe pale, lakini hakuwa na uwezo huo. Na Yusuf alibakia pale akipiga makelele na kumuita ndugu yake Lavi amtoe sehemu ile, lakini Lavi hakuweza. Ndugu yangu, itaendelea part 3. Naomba usubscribe, ulike na ucomment kuisubiri. Asante.